hapa tunamruhusuje Mungu awe msingi wa maisha yetu? Kwa sababu tumeshajua kwamba kwenye kila msingi, kwenye kila kitu kuna chanzo, ambacho chanzo ni msingi. Kama ni msingi, basi unaweza ukajua kwamba kuna namna ya kuishi, kuna namna ya kuenenda kwenye huo msingi. Na msingi wetu sisi ni Yesu Kristo. Sasa tunawezaje kumruhusu Yesu Kristo awe kwenye maisha yetu, afanyike chanzo kwenye maisha yetu? Mpendwa unayenisikiliza, unawezaje kumruhusu Mungu awe msingi kwenye maisha yako, kutoa kwenye hiyo hali ambayo uko nayo, au kukutoa kwenye hiyo changamoto ambayo unapitia, kutoa kwenye hayo madeni na matatizo ambayo unapitia? Tunakwenda kuangalia kwamba ili Mungu awe msingi kwenye maisha yako, ili Mungu akutoe kwenye hiyo hali, afanyike chanzo cha familia yako, afanyike chanzo cha wokovu na ulionao, cha kwanza ni toba na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kumfanya Mungu awe chanzo wakati unaendelea kuishi kwenye dhambi, wakati unaendelea kuishi kwenye maisha ambayo hayana ushuhuda, unaendelea kuishi kwenye maisha ambayo hayampendezi Mungu, na unataka kufanya Mungu awe chanzo chako au Mungu awe msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapaswa kujua kwamba ili Mungu aje kwenye maisha yako, afanyike chanzo, afanyike msingi, afanyike msaada, unapaswa kuishi katika toba au kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maneno ya Mungu katika Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 12 anasema wote waliompokea aliwafanya kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuwa mwana wa Mungu kama haujampokea Kristo. Haleluya ndugu msikilizaji. Amen. Huwezi kumpokea Mungu au huwezi kuishi na Kristo kama wewe hujawa mwana. Maana kama wewe utafanyika kuwa mwana, yeye pia atafanyika kuwa baba ambaye ni chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaozungumza hapa, chanzo chetu ni mababa zetu waliotuzaa na mama zetu. Si unaona Kwa hiyo kama tunataka kumfanya Mungu awe baba au Mungu awe chanzo, tunapaswa kumpokea akae ndani yetu, tunapaswa kumpokea awe katikati ya maisha yetu. Na cha pili, kuyafanya mapenzi yake au kuyafanya yanayompendeza Mungu. Maana yake kuliishi neno la Mungu katikati ya huu ulimwengu tunaoishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kitu kizuri kinahitaji gharama. Amen. Hata Yesu wakati anakuja kutuokoa au analeta ukombozi katika huu ulimwengu, ilibidi alipe gharama. Wewe umefanya gharama ngapi kutetea wokovu ulionao? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo cha pili tunapaswa kufanya nini? Kuyaishi mapenzi ya Mungu au kuliishi neno la Mungu ambalo linatusaidia sisi wakati wote kwa ajili ya kuendelea kujiandaa kwa ajili ya kumngoja Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwenda kwa haraka kwa sababu ya wakati wetu. Tunazungumzia habari ya msingi imara au msingi wa wokovu kwa kila muamini. Bwana Yesu asifiwe. Na msingi wa kwanza tumesema kwamba msingi wetu katika maisha haya tunayoishi inapaswa awe Mungu, awe Yesu Kristo. Na Yesu Kristo hawezi kuwa msingi